Asanteni. Ndugu mpendwa, hiki ni kipindi Chemchemi ya Maji ya Uzima wa Milele ambacho kinaletwa kwenu na mchungaji Abunda Joshua kutoka Chuo Kikuu cha Mashariki mwa Afrika ama ya Afrika Baraton. Ndugu mpendwa, leo nimekuandalia mahubiri ambayo ni ya kufana sana. Na mahubiri haya ni ya shangwe na ya vigeregele. Mahubiri haya yanasema ya kwamba kusaliwa kwa Yesu kusaliwa kwa Yohana Mpatisaji kwatabiliwa. Kusaliwa kwa Yohana Mpatisaji kutabiliwa. Hebu na tuombe. Ewe Papa Mwenyezi Mungu, siku ya leo tunafuraha tele katika roho zetu. Wewe kwa kweli ni Mungu wetu. Siku ya leo nimejiandaa kuwaletea wasikilizaji wetu wa kipindi hiki cha Chemchemi ya Maji ya Uzima kutoka Radio Kisima ya kwamba mahubiri ambayo yanasema kutabiriwa kwa Yohana Mpatisaji. Kwa hivyo ninakuomba kwamba utupe roho wako atuongoze, wale na sisi roho wako atembee nasi hivi ya kwamba mahubiri haya yatulete karibu na wewe, kwa sababu tunataka kutambua kwa nini kutabiriwa kwa Yesu kukatokana na ni kwa nani, na yeye atakuwa anafanya ama ametabiriwa atakuja kufanya kazi gani na kwa nani. Mungu wetu utuongoze. Sikia mahubiri haya na sote utuongoze, utembee nasi kwa kila neno, kwa kila nukta. Mungu, utukufu utolewe kwako. Maombi mafupi kwa jina la Kristo ambaye ni mkombozi wetu. Amina. Ndugu mpendwa, mahubiri yale ambayo ninakuletea siku ya leo, kama vile umesikia, ni kwamba yanasema kusaliwa kwa Yohana Mpatisaji kwatabiliwa. Lengo langu ni kwamba ni kwa nini kusaliwa kwa Yesu kukatabiliwa. Nani alitabiri haya na alitoa ujumbe kwa kutabiri haya kutoka kwa nani? Na ni nani anatabiriwa ya kwamba ataenda kumsaa huyu ambaye anaitwa Yohana? Ndio maana ndugu mpendwa, na kupeleka katika Agano Jipya, kitabu cha Luka sura ya 1, mstari wake ni wa 11. Andiko teule lake Mwenyezi Mungu lasema, ndipo malaika wa Bwana akamtokea Zekaria akiwa amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukisa ufumba. Ndugu mpendwa, tunaposoma andiko lake Mwenyezi Mungu katika mstari huu wa 11, kitabu cha Luka sura ya 1, andiko teule la tupa historia ya kwamba malaika wa Bwana akamtokea Zekaria. Katika mahubiri yaliyopita, ndugu mpendwa, tulisoma tukaona kwamba huyu Zekaria alikuwa anaingia katika hekalu la Bwana na kazi yake ilikuwa ni kufukisia ufumba. Na kwa sababu hiyo yeye alikuwa anafanya kazi hii kwa ajili yake Mwenyezi Mungu. Na tukasoma tukaona kwamba watu waliokuwa wanakucha katika hekalu hilo, wao walikuwa wanapaki nje, kazi yao ilikuwa ni maombi. Ndugu mpendwa, kazi ya Bwana haifanywi kwa bure. Huyu mtumishi Zekaria alipojitokeza kwa nguvu zake na mawazo yake na roho yake ya kwamba yeye amejitolea kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu, tunaona kazi hii ya Mungu aliyokuwa anaifanya iko na faida, na faida ni kwa familia yake. Maana andiko teule lake Mwenyezi Mungu latuambia ya kwamba ndipo malaika
wa Bwana akamtokea Zakaria. Sio kazi rahisi, ndugu wapendwa, kumuona malaika wa Bwana akimtokea mtu. Malaika wa Bwana anapomtokea mtu ni ishara ya kwamba huyu mtu ni mtu ambaye amejitolea kwa kufanya kazi yake Mungu, na ni mtu ambaye ni muombaji, na kila wakati kwa mawazo yake, kwa nguvu zake na roho yake, mtu huyu anajitolea kwa kumtukuza Mungu wake. Ndiyo maana sasa andiko teule latupa mwongozo ya kwamba kwa sababu huyu Zakaria alikuwa anafanya kazi yake Mungu ya kufukisia ufumba katika hekalu lake Mungu, sasa Mungu mwenyewe anamtokea Zakaria. Na alipomtokea Zakaria ni kwamba huyu malaika alisimama upande wa kuume wa madhabahu na kufukisia ufumba, ya kwamba huyu ni Zakaria alikuwa anasimama pale katika upande wa kulia wa kuume wa madhabahu. Ndugu wapendwa, unaposikia madhabahu katika hekalu lake Bwana, ndugu mpendwa, hapa ni mahali ambapo mtumishi wake Mungu alikuwa anaenda akiwa amenyenyekea, kwa nguvu zake amenyenyekea, kwa mawazo yake na roho yake yote yeye amenyenyekea. Kwa mawazo yake ni kwamba anaenda kumwambia Mungu nini katika madhabahu haya. Wakati anapoendelea kufukisia ufumba, yeye kwa mawazo yake ama kwa lengo lake ama kwa nia yake alikuwa yeye anamfikiria nani? Ndugu mpendwa, kwa madhabahu yake Mwenyezi Mungu unapoenda pale, ninaamini kwamba mtu huyu alikuwa anaongozwa na roho wake Mwenyezi Mungu. Yeye vilivyo kwa nia zozote, yeye lengo lake lilikuwa ni kumuona Mungu. Hata akifukisia ufumba huu ni kwamba alikuwa anamuona Mungu, na kwamba alikuwa anaenda kufanya kazi takatifu, kazi teule kwa hekalu lake Mwenyezi Mungu. Ni kwamba alienda pale kwa nia ya watu wote, alienda pale kupeleka mawazo ya watu wote, alienda pale kuleta nia na malengo ya watu wote. Ndio maana watu wengine wote walipaki pale nje, wao wakawa wakimwabudu Mungu. Ndugu wapendwa, wao kazi yao ni kumwombea Zakaria akiwa kwa madhabahu. Wao kazi yao haikuwa nayo rahisi, ni kuomba kwa imani, kuna kwa nguvu zao na roho zao zote. Ndiyo maana kwa mtumishi huyu alipokuwa pale akisimama katika upande wa kuume wa madhabahu, kazi yake ilikuwa kumvukishia ufumba Mwenyezi Mungu kwa nia ya watu wale wote ambao walikuwa wamepaki pale nje, wao wakimuomba Mungu, wakimtukuza Mungu kwa mawazo na nia na roho zao zote. Ndugu mpendwa, huyu malaika alipojitokezea pale, kwa sababu kwa madhabahu ilikuwa inajulikana kwamba huyu kuhani Zakaria peke yake ndiye angekuwa anaenda nasimama pale kwa ajili ya watu wengine, lakini malaika amemuonekania. Hii ni ishara ya kwamba unapoona malaika anaonekana kwa mtumishi wake anayefanya kazi yake teule, ni kwamba Mungu mwenyewe ndiye aliyejitokezea pale. Ndugu mpendwa, je, alipokuwa pale akiendelea kufukisia ufumba pale katika madhabahu, je, andiko latuambia ya kwamba huyu Zakaria alimuona? Je, kuhani Zakaria alimuona? Andiko latuambia nini? Ndio maana ndugu mpenda, na kualika usome nami katika kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 12. Andiko teule lake Mwenyezi Mungu latuambia, Zakaria alipomuona huyu malaika akafadhaika sana.
akachawa na hofu, ndugu wapendwa, kwa sababu haikuwa kawaida yake kumwona mtu mwingine pale katika madhabahu akifukishia ufumba, ndugu wapendwa, akiombea wale watu wengine wote. Lakini hapa kwa ghafla anamuona sio mwingine lakini malaika wa Bwana. Zakaria akamuona. Alipomuona alifadhaika sana sana, kwa sababu haikuwa kawaida kwa mtu mwingine kuingia pale. Akachawa na hofu, ndugu wapendwa. Ni kawaida hata wewe ukiambiwa unaenda Mungu anaenda kukuonekania, ama malaika wa Mungu anaenda kukuonekania, ndugu mpendwa, utaogopa. Lakini kwa ukweli, ingawa aliogopa, huyu kuhani Zakaria alikuwa na ukakamafu. Kwa roho yake alikuwa na usujaa wa kiroho, kwa sababu yeye hakuwa na taswishi yoyote, kwa sababu yeye alikuwa anafanya kazi yake Mungu ya kufukishia ufumba katika hekalu lile na sehemu ile ambayo ilikuwa imeundwa, ambayo ilikuwa inaitwa madhabahu. Na pale ni, ndugu wapendwa, ni mahali palikuwa panajulikana kwamba ni mahali patakatifu. Hakuna mtu yoyote aliyekuwa anaruhusiwa kuingia pale. Ndiyo maana hata Zakaria alipoingia pale, watu walizidi pale nje wakipiga magoti, wakimsujudia Mwenyezi Mungu kwa heshima yao yote, na ya kwamba Zakaria anapoingia pale atoe maombi yao na atoke pale vizuri, kwa sababu mwanadamu pengine anakuwa na unyonge na dhambi zake. Na kwa sababu hiyo sasa ilikuwa kazi yao ni kumuomba Mungu, ni kumuomba Mungu, ni kumuomba Mungu, hivi ya kwamba wakati kuhani Zakaria anapokuwa pale madhabahuni akifukishia ufumba, ya kwamba kazi hiyo ifanyike vizuri. Na kwa sababu ilikuwa mahali pateule, ndiyo maana Mungu mwenyewe amemtembelea pale. Malaika alipomtembelea pale, ni Mungu, ni ishara ya Mungu ya kwamba ile kazi Zakaria alikuwa anafanya pale ilikuwa kazi yake Mungu, na ni Mungu mwenyewe angekuwa anaifanya. Lakini kwa njia za Mungu ni nyingi ya kufanya kazi yake. Alikuwa amemchagua na kumpaka mafuta huyu ambaye ni kuhani Zakaria kufanya kazi hii ya kuomba na kufukisha ufumba pale katika madhabahu, kwa nia za kuokoa wale waliokuwa nje na watu wengine ambao walikuwa wanahitajika kuingia katika ufalme wake Mwenyezi Mungu. Yeye Zakaria alikuwa anafanya hii kwa haki na kweli, akijua ni kazi Mungu alikuwa ameweka mikononi mwake. Ni kazi teule, ni kazi nzuri, ni kazi takatifu ambayo inamwakilisha Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana yeye akiwa pale, tunaona huyu malaika wa Bwana alipomuona yeye akafadhaika, na kwa sababu hiyo akachawa na hofu, kwa sababu alijua ni Mungu mwenyewe amemtembelea pale. Lakini je, ndugu wapendwa, wasikilizaji wetu wa Radio Kisima, kipindi hiki cha Chemchemi ya Maji ya Uzima wa Milele, malaika alipomuona huyu Zakaria amechawa na hofu, je malaika alifanya nini? Andiko teule lake Mwenyezi Mungu, ndugu wapendwa, tunaposidi kulisoma katika kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wake ni wa 13, andiko teule lake Mwenyezi Mungu lasema, lakini malaika akamwambia, usiogope Zakaria, kwa maana Mungu amesikia maombi yako. Haleluya, ndugu wapendwa. Kumbe huyu malaika wa Bwana alikuwa na habari, na habari hii ilikuwa habari njema. Kwa nani? Habari njema kwa kuhani Zakaria. Kwa sababu gani? Yeye malaika mwenyewe alimuona kuhani Zakaria
vile alivyokuwa anafanya kazi ya kuvukishia ufumba katika madhabahu. Na kwa sababu hiyo, yeye mwenyewe, na yeye ni Mungu, akahakikisha na pengine akatuma ujumbe kwa Mungu ya kwamba kazi Mungu ambao umenituma mimi malaika nimefika kwa Zakaria, na ukweli nimehakikisha yeye anafanya kazi nzuri ya kuvukishia ufumba kwa madhabahu, na ya kwamba kweli watu wengi wako pale nje na wao wanazidi kusujudia na kuomba na kumuomba na kujiombea wao wenyewe. Na kwa sababu hii sasa, malaika alipoona Zakaria yeye amekuwa amefadhaika sana na akawa na hofu, malaika wa Bwana alimwambia hivi, usiogope Zakaria, usiogope. Ndugu wapendwa, hii ni ishara kwetu hata sisi wakati tunapofanya kazi yake Mungu, kazi ya haki na kweli, kazi ya kusikia sauti yake Mungu, ya kushika amri zake Mwenyezi Mungu, na kuwa na nia nzuri ya kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Na sisi pia tunapomuomba Mungu na kufanya kazi nzuri ya kuwaombea wenzetu wote, makabila yote, lugha zote, ndimi zote, tunawaombea Mungu, nasi anatuonekania kwa njia zetu kwa wakati huu, na ya kwamba tunapoendelea kufanya kazi hile, yeye anatujaza nguvu ya Roho Mtakatifu anayetuongoza kutofautisha mazuri kwa mabaya, anayetuongoza kufanya kazi yake Mungu, anayetuongoza kusoma andiko na kulitapili vilivyo kwa wale watu wengine ambao hawajajua kusoma andiko. Kwa sababu hiyo sasa, hata na sisi Mungu anatuonekania. Ndio maana tunawaletea ujumbe huu, ujumbe wa maana wa kuzaliwa wa Yohana ambaye ni atakuwa mbatizaji. Ndugu wapendwa, ndio maana na wewe umejua ya kwamba kuhani Zakaria alipokuwa anafanya kazi katika kanisa lake Mwenyezi Mungu, hekalu lake Mwenyezi Mungu, Mungu alimtembelea pale. Hakikisho kwako na kwangu ya kwamba na sisi pia tukifanya kazi hii na ile yake Mwenyezi Mungu, Mungu anatubariki, Mungu anatuonekania, Mungu anatupa nguvu mpya ya kutuambia msiogope, usiogope. Kama ni mimi Pastor Joshua ananiambia usiogope Joshua, Mungu yumo na wewe. Na mimi nawaambia nanyi pia, Mungu anasema mukifanya kazi yake kwa haki na kweli, kwa kujitolea, msiogope, kwa maana Mungu yumo na nyinyi. Ndio maana sasa tukirudi kwa huyu Zakaria kuhani mkuu ambaye alikuwa anafanya kazi ya kuvukishia ufumba katika madhabahu bare hekaruni, tunaona anapata habari njema, na habari njema hii inatoka kwake Mwenyezi Mungu, lakini inapitia kwa malaika. Ndugu wapendwa, na kwa hili nasema haleluya. Yani namuona hapa Zakaria akapewa moyo sana, akapewa mawaida yaliyo mzuri, na yeye akaona tumaini katika maisha yake, kwa sababu malaika mwenyewe amemwambia usiogope Zakaria, usiogope, usijaribu kuogopa kwa njia yoyote. Kwa nini? Kwa maana Mungu amesikia maombi yako. Ishara kwamba vile vile kwa maono yangu, kwa mafikirio yangu, kuhani Zakaria alipokuwa yeye anavukisha ufumba pale katika madhabahu katika hekalu la Bwana, yeye naye alikuwa anajiombea, kwa sababu malaika amemhakikishia ya kwamba Mungu sio mtu mwingine, Mungu muumba wa mbingu na nchi amesikia maombi yako. Je, wewe au mimi, maombi yangu ni yapi? Wakati nimo kanisani, ndio mimi naupilia watu, ninawaombea watu, ninamwimbia Mungu, ninasikiza nami maupili kutoka waupili wengine.
tunatoa saka na sadaka, ama ninatoa saka na sadaka, na wewe ni hivyo. Lakini Mungu anapokutazama katika mawazo yako, katika nguvu zako na katika roho yako, je, anatabiri nini kutoka kwa hayo yote ambayo nimetaja? Kwa kuhani Zakaria, Mungu alimuona kwamba yeye alikuwa mtu, ni binadamu aliyeumba kwa umbo lake, lakini alichagua kazi nzuri, na alikuwa anafukisia ufumba pa madhabahu pale kwa kumuomba Mungu. Lakini yeye akifanya kazi hiyo, naye pia kitu kinachonifurahisha ni kwamba alikuwa anajiombea. Je, wewe unapoimba unajiombea? Wewe unapohubiri unajiombea? Wewe unapotoa saka na sadaka, uhusiano wako ni vipi? Unaomba? Je, wewe unaposikiliza mahubiri pale kanisani, je, wewe unaomba? Ukiwa katika hekalu takatifu, ama ukiwa katika nyumbani mwako, ama ukiwa katika mikutano yoyote, je, Mungu akikutazama anaona nini ndani yako? Kwa nguvu zako anaona nini? Kwa mawazo yako anaona nini? Ndugu mpendwa, Mungu wetu anatuambia ya kwamba ukiamua kumfanyia Mungu kazi, ndiyo kuna kazi zingine, lakini fanya kazi yake Mungu. Akikutazama anaona ukweli, akikutazama anaona haki, kama vile alivyoona kwa huyu ambaye ni kuhani Zakaria. Ndiyo maana sasa yeye anampa tumaini la kipekee. Anamwambia usiogope Zakaria. Na ni kwa nini anamwambia usiogope? Amemuletea ujumbe mpya ya kwamba Mungu amesikia maombi yako. Mungu alikuwa amesikia maombi ya Zakaria, na sasa hivi ndiyo maana yeye ameenda katika pale madhabahu, katika hekalu, mahali kuhani Zakaria alikuwa anafanya kazi takatifu. Na je, ujumbe wake ulikuwa ni upi? Ujumbe wake huyu malaika ulikuwa ni upi, ndugu mpendwa? Habari njema ndiyo hii. Malaika akamwambia, mkeo Elizabeth atakuzalia mtoto wa kiume, nawe utamuita jina lake Yohana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndugu wapendwa, sote kwa shangwe tuseme amina kwa Zakaria, kwa sababu lile tumaini amelipata hapa, lile hakikisho amelipata hapa. Si kwa mtu mwingine yoyote, si kwa Mungu mwingine yoyote, ni Papa Mungu muumba wa mbingu na nchi, Mungu wa kipekee. Yule kuhani Zakaria alikuwa anafanyia kazi. Yale maombi aliyokuwa anayatoa ni kwamba ni hakikisho, yalikuwa yanasikika katika machoni pa Bwana, katika uso wa Bwana, na Mungu mwenyewe alikuwa ameyakubali, na sasa anayajibu. Ishara kwamba kwa mafikirio yangu, kama Zakaria amejibiwa, na wote wale waliokuwa wakimsujudu Mungu pale nje walijibiwa. Hii ni mfano tu tunapewa, kwa sababu huyu ambaye ameenda kusaliwa ni habari njema, kwa sababu atakuwa mbatizaji. Mbatizaji wa nani? Wa wale watu ambao wameamua kupeleka maisha yao kwa Mungu. Hii ni habari njema, na ambayo ilitoa tumaini sana, na ambayo ilitoa hakikisho kwake mtumishi wake Mungu huyu kuhani Zakaria. Aliambiwa usiogope, kwa maana Mungu amesikia maombi yako. Je, wewe au mimi, maombi yetu yanasikikaje kwake Mwenyezi Mungu? Tunapoyaomba yanadoa lolote? Ndugu mpendwa, chifikirie sana na chihoji sana, kwa sababu mwenye anaongea hapa ni habari ambayo tumetoa kwa andiko takatifu, andiko teule, Agano Jipya, kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wake ni wa 13. Andiko hili latuambia, Zakaria akaambiwa mkeo Elizabeth
atakusalia mtoto wa kiume, nawe utamuita jina lake Yohana. Ndugu wapendwa, andiko la siti kusema yeye atakuwa furaha, yeye atakuwa furaha na shangwe kwako, nao watu wengi watashangilia kwa sababu ya kusaliwa kwake. Haleluya ndugu wapendwa. Yaani hili ni tarajio ambalo lilimtokea huyu mwenzetu kuhani Zakaria, ambalo hakulitarajia. Kwa sababu sisi tulisoma hao wawili, Elizabeth pamoja na bwanaye ambaye ni Sekeria, kuhani Sekeria, miaka yao ilikuwa imeenda. Walikuwa na tarajio kwamba wapate mtoto, lakini tuliambiwa ya kwamba Elizabeth alisemekana kuwa tasa, na niliwatabiria hili jambo katika mahubiri yaliyopita. Hivyo ndugu wapendwa, hakuna jambo lolote ambalo haliwezi kutokana, kwa sababu ni jambo njema, Mungu mwenyewe atalitekeleza. Kwa hivyo sisi, ile linahitajika ni kutia bidii kama vile kuhani Zakaria alitia bidii, na mkewe naamini walikuwa watu waliokuwa wanaomba, maombi yao yakasikika. Na wewe na mimi tukijitoa kwa haki kwa msalaba kwenye Yesu alisulubishwa kwa ajili ya dhambi zetu, tukaunganishwa pamoja na Mungu, ndugu wapendwa, basi hatuwezi tukatoboa sisi. Hii ni ishara kwamba yote yalitendeka pale msalabani, na kwa sababu hiyo zote sisi tumepewa fursa njema ya kupeleka na kujipeleka kwake Yesu, na ni kwa kupitia kwa msalaba. Na kwa sababu hiyo sasa, huyu malaika amemwambia yeye, huyo Yohana atakuwa na furaha na shangwe kwako. Na ni kweli, ni kweli, mtu yoyote, hata sisi katika kane yetu, mtu akibarikiwa kuwa na mtoto anamshukuru Mungu sana, anamshukuru Mungu sana. Lakini hapa ninaona Mungu mwenyewe alisema ni mtoto wa kiume, sio wa kike. Ni mambo ambayo yametoka kwake Mungu, kwamba huyu mtoto atasaliwa na yeye atakuwa na furaha. Zakaria atakuwa na furaha. Yeye ni furaha ambayo atakuwa nayo kwa roho yake, na shangwe ni kwa ajili ya kupata yule mtoto. Na tumeambiwa watu wengi, ukiunganika na wale waliokuwa pale katika hekalu pale nje, wakimsujudu Mungu, wakimuomba Mungu, wakisema mambo yao kwa Mungu, wakimuombea Zakaria, na wao wakiona haya, na wengine watafurahi. Ndugu wapendwa, hii ni ishara kwamba Mungu hana viwango. Kwa viwango vyote Mungu anafaa pale. Ile inayohitajika ni kwetu sisi kujitoa kwake. Andiko lake Mungu lazidi kusema hivi, kwa kuwa atakuwa mkuu mbele ya Bwana, kamwe ataonja mvinyo wala kinywaji chochote cha kulevya, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata kabla ya kuzaliwa kwake. Ndugu wapendwa, kwa haya nasema amina, amina. Yohana anahakikishiwa ya kwamba huyu mtoto atakuwa namna gani. Andiko la Mungu limetuambia atakuwa mkuu mbele ya Bwana. Jambo kubwa sana ambalo na sisi tunahitaji kuwa na sifa kama hii. Kila mmoja wetu akuwe mkuu mbele za Bwana. Yohana amesemekana akisaliwa atakuwa mkuu mbele ya Bwana kamwe. Na Zakaria amepewa maagizo, huyu mtoto asioncheswe mfinyo, ndugu wapendwa, kwa sababu yeye ni mteule, kwa sababu yeye ni mtakatifu. Asichanganywe na mambo ya mfinyo ya dunia hii,
ambayo inatoa mawazo na inaharibu mawazo wa watu wake Mwenyezi Mungu, ambao wangekuwa wanafanya mazuri lakini wanafanya maovu. Yeye atakuwa mkuu mbele ya Bwana. Ndugu wapendwa, hataonjezwa mvinyo wala kinywaji chochote cha kulevya, naye atachaswa Roho Mtakatifu hata kabla ya kuzaliwa. Ndugu wapendwa, nasema amina. Amina. Niruhusu niseme kwa wamama ambao ni wajawazito ya kwamba wakati unapobeba mimba, niruhusu nisungumze na wanawake, hiyo mimba unabeba, jua ya kwamba ni kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu na kwa mipango yake Mwenyezi Mungu. Kuweni mtu wa maombi kwa mtoto yoyote ambaye anaendelea kuundwa katika tumbo lako. Muombe, mkabidhi katika Bwana. Kwa sababu gani? Tumepewa mfano ya kwamba Zakaria, yeye na Elizabeth mke wake, atakapokuwa mjamzito atazaa mtoto, na mtoto huyu atakuwa mkuu mbele ya Bwana, na yeye ataonjezwa mvinyo. Hii ni ishara ya kwamba Mungu alikuwa anatembea na Elizabeth, na wewe Mungu atembee na wewe. Ndugu mpendwa, uombe Mungu ajaze mtoto huyo Roho Mtakatifu hata kabla hajazaliwa. Ombeni Mungu akupe Roho Mtakatifu atembee kwa mtoto ambaye unayembeba, kwa sababu huyo mtoto ni mbarikiwa, atakuwa mkuu kama vile Yohana akizaliwa atakavyokuwa. Na mtoto umulee vyema, malezi yake yawe mema. Usimuonjeze mvinyo wa aina yoyote wala kinywaji chochote. Ni maagizo kutoka kwake Mungu. Haya ndiyo maagizo yalipewa kuhani Zakaria, ya kwamba mkewe atakapomzaa huyo Yohana, huyo mtoto atakuwa mkuu mbele ya Bwana, na kamwe hataonja mvinyo wala kinywaji chochote, kwa sababu anahitajika kuwa msafi. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu huyo mtoto atakuwa amechaswa Roho wake Mungu, na sio roho mwingine, Roho Mtakatifu. Hata kabla Yohana kuzaliwa alikuwa amechaswa Roho Mtakatifu. Ndugu wapendwa, ishara kwamba tumepewa jukumu baada ya kufanya kazi nzuri na mimba kutokea. Muombee huyo mtoto akiwa kwa tumbo, muombee. Akifika kwa dunia, atakuwa amefika kwa dunia akiwa amechaswa na Roho Mtakatifu. Ndugu mpendwa, andiko la sidi kutuambia ya kwamba naye atawafuta watu wengi. Fungu la 16, naye atawafuta watu wengi warudi kwa Bwana Mungu wao. Haleluya, haleluya, amina. Amina. Ndugu wapendwa, nasema amina. Kwa sababu gani? Tumeambiwa katika kitabu cha Luka sura ya 1 Agano Jipya mstari wa 16 ya kwamba huyu mtoto atakapozaliwa na yeye atakapolelewa vyema na wazazi wake, andiko limesema atawafuta, yaani Yohana atawafuta watu wengi warudi kwa Bwana Mungu wao. Hiyo ndiyo kazi tumepewa kama wazazi. Sisi tukibarikiwa na watoto wakiwa katika tumbo la mama zao, hao watoto wanahitaji maombi. Si kwamba mtoto anapofika dunia ndio unapomwombea. Hapana. Omba Mungu akujaze Roho Mtakatifu kama vile alivyofanya kwa wazazi wale, hivi kwamba mtoto utakaye mleta awe mtoto wa maana. Hakuna mtoto yoyote ambaye amezaliwa kwa dunia ambaye ana faida. Wote, awe yeye amelemaa, awe yeye aoni, awe yeye ni kiwete, watoto wote wanafaa. Ni Mungu alisema wazaliwe hivyo. Kwa hivyo tuwakabidhi katika mikono ya Bwana. Sisi wazazi hatuna uwezo, ni Mungu mwenyewe anayeleta uwezo. Anatupa nia nzuri ya kuwalea hao watoto, na mwishowe watakuwa wakubwa, watafanya kazi kubwa
watafanya kazi ya Bwana kama vile Yohana anatabiriwa atafanya kazi hii. Na kwa sababu hiyo tuwalinde wasionje mifinyo wala vinywaji vyovyote, wawe watoto wazuri ambao wanafaa katika ufalme wake Mwenyezi Mungu, watoto ambao wanawafuta watu wengi kwa Bwana. Inabidi ya kwamba niseme wafanye kazi yake Mungu, na Mungu ametuhakikishia ya kwamba Mungu mwenyewe atakuwa naye Mungu amewahakikishia atakuwa na wao kama wazazi, na atakuwa na yule mtoto. Mungu na awalinde ndugu wapendwa, Mungu na awatunze, tusiondoke kutoka kusoma andiko lake Mwenyezi Mungu. Mungu na awatunze kama familia, muwe familia za maombi kila wakati, asubuhi, mchana, jioni, mahali ambapo unatembea, chiombee hata kimoyo moyo. Mungu atekeleze yale ambayo unahitaji. Tumesoma kusaliwa kwake huyu Yohana, na ambaye yeye atakuwa mpatisaji, atafanya kazi kubwa. Je, wewe watoto wako wanafanya kazi gani? Kwa sababu umepalikiwa na wao. Ndio maana Mungu anasema, ndugu wapendwa, tuendelee kujifunza na tukue kiroho kwanza kupitia kwa msalaba. Kwetu sisi katika karne hii mambo yote yanatekelezwa kupitia kwa msalaba. Mungu na awatunze na awalinde vyema mpaka wakati mwingine. Na sasa na tuombe. Ewe Papa Mwenyezi Mungu, shukrani kwako nyingi kwa sababu umeongea na sisi juu ya kusaliwa kwa Yohana Mbatizaji, na jinsi vile mtoto huyu ametokea katika dunia kutoka kwa familia ambayo ni ya kikuhani, na kwamba wewe mwenyewe ndiye uliyeambia kuhani Zakaria akiwa kwa madhabahu ya kwamba atapata mtoto, ukampa tumaini, mtoto ambaye atafanya kazi nzuri. Na sisi pia Mungu tunaomba na tunaombea watoto wetu, tunawakabidhi kwako kupitia kwa msalaba kwenye Yesu Kristo alisulubishwa, ya kwamba uwalinde na uwatunze mahali popote walipo, wakiwa shuleni, wakiwa kasini, wakiwa shambani, wakiwa katika soko, mahali popote uwatunze. Na sisi wasasi utupe nia njema kwa mawazo mazuri ya kutunza hawa watoto ili waache kufanya kazi yako nzuri. Sasa Mungu, niruhusu tena nikushukuru sana kwa Radio Kisima. Nashukuru sana kwa matendo mema, kwa miujiza mema ambayo unatufanyia mpaka tunatoa habari hii kwa wenzetu ambao walio mbali. Bariki hii radio, bariki manager wa hii radio, bariki Nyamira Conference, kwa sababu wametupa fursa nzuri ya kunena neno lako. Litembelee watu katika nyumba zao, wapate kuokoka na wasikie ya kwamba ni Mungu mwenyewe anaongea kutoka Radio Kisima. Utukufu ni kwako, utukumbuke katika ufalme wako. Mungu endelee kutupatiza upya, na Roho hasituachilie. Roho wako Mtakatifu atembee nasi na utukumbuke kwa wakati wowote. Maombi mafupi kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndiyo maana wote nimeamini ya kwamba mumesema amina, amina, amina. Amina.